Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa Sambawi TV. Kwa majina anaitwa Omar Shohoza, ni kualiki katika iftari na ulinganio katika Madrasatu Tawfiki iliyopo hapa kwa Azizi Ali. Lengo mahususi tutapata kufahamu kutoka kwa almudiru ama shekhe wa madrasa hii. Usisahau kubonyeza button nyekundu yenye neno subscribe na alama ya kengele kama bado hujafanya hivyo. Moja kwa moja twende kwa shekhe apate kutujuza yanayojiri hapa. Naam ustadhi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Watazamaji wangependa kufahamu majina yako, unaitwa nani? Sawa, kwa jina naitwa Idi Rashidi Mpingi. Rashidi Mpingi. Yes. Nafasi yako hapa madrasa? Madrasa mimi ni mudiru wa madrasa hii. Ni mudiru ambaye ndo msimamizi wa hii madarsi na ni mwenyeji wa Rufiji. Ni mwenyeji wa Rufiji na hii madrasa tangu nipo kuanzia mwaka 2000. Ni mwaka 2000 nipo hapa sasa. Kwa hiyo mpaka hivi sasa ni mwaka 2025. Mna miaka 25. Na umri wa miaka 25 darasani hapa. Inshallah. Leo mmeamua kufanya jambo hili la iftari na dawa kwa watoto. Kwa nini mmefikiria kitu kama hichi? Kitu gani ambacho kimekusukuma kufanya kitu kama hichi? Naam, hiki kitu tumekifikiria ni kwa sababu moja ya kutengeneza akili za watoto. Yaani kuwaweze kuhifadhi zaidi na wapende, kwa sababu vijana huwa wanapenda. Na hata mimi wakati wa zamani, wakati nafundishwa, tulikuwa tunafanyishwa hivi. Kwa tunahifadhi hadithi za Mtume nyingi. Mtoto mmoja anaweza kuhifadhishwa hadithi 20 au hadithi 30 au pengine 40, lakini anaweza akasoma hadithi 10 au akasikiliza Qur'ani akawa amehifadhi baadhi ya sura zile fupi fupi. Hii inamtengenezea mtoto kuwa mzuri baadaye kama mwalimu wao. Kuna tukio hili la iftari ambalo mmeliandaa, lakini katika mitandao ya kijamii sasa hivi kumezuka mjadala, ni nani wa kumfuturisha? Je, hili unaweza ukaliweka sawa? Ni nani wa kumfuturisha? Ni kweli, kwa sababu Mungu Rabbana yeye ameamua kueleza Uislamu kwamba nani anapaswa kugewa iftari. Anayepaswa kupewa iftari ni watu design mbili, almasakin wal fuqara, maskini na fukara. Kwa huyu ambaye anayetoa ni yule ambaye atakuwa kidogo amejiweza, ameshapata kile cha kutoa, anatakiwa awagawie watu design mbili. Lakini kuna utaratibu. Tatizo kwamba kila mtu sasa anajua. Yaani yule anayegawa huwa anajua lakini hajui. Anaenda kumpa mtu ambaye ajui anastahiki kupewa ama ajui, ila yeye anaipeleka iftari kwa mtu ambaye hajui kama ndio anastahiki. Yaani hana elimu ya hiyo dini. Anatakiwa wapelekee watu wenye elimu ya dini ndio wafanye, au wapate ushauri pia. Ushauri ni kitu bora. Hii inapelekea Waislamu wengi kufeli kwa sababu anachukulia anajua. Kujua kwake kumbe hakuna kitu chochote kinachopatikana. Hilo ni kweli. Kwa hakuna malipo kwa mtu mwenye kufanya, mwenye kuwafuturisha tofauti na wale wahitaji. Mtu akifuturisha pasi na utaratibu anaotaka Mungu hamna anachopata, kwa sababu thawabu anayetoa ni Mungu, na Mwenyezi Mungu ndiye anayemlipa yule aliyetekeleza amri yake. Anamwambia toa sadaka kwa mafukara na maskini. Ikiwa mtu ataenda kutoa si kwa fukara si kwa maskini, thawabu itakuwa hakuna, kwa sababu wa kumpa atakuwa hayupo. Hiyo ni taratibu na ndio sheria. Japokuwa watu wanaweza akamfuturisha mtu, hiyo anamfuturisha bila kumwangalia ni nani anaenda kumfuturisha, yupo kisheria au hayupo. Tunawapongeza sana kwa jambo hili ambalo mmelifanya, lakini tukirudi katika madrasa yenu, je, ina changamoto gani hivi sasa? Hii madrasa ina changamoto kubwa muhimu. Changamoto ya kwanza kabisa, watu waliozunguka wengi wao hali zao ni duni. Kwa kama hali zao ni duni, na hata si walimu tunakuwa duni pia. Kwa hiyo tunakuta inaendeshwa madrasa katika hali ya kiduni duni, tofauti na yule ambaye atakuwa anasomesha chuo alafu waliomzunguka kidogo wako vizuri. Kwa hiyo na ile madrasa itakuwa na hali nzuri. Mmoja wapo kama utapokuwa umeiona, ina kasoro nyingi ndani. Ina mabaka. Ina maana iko vizuri chini wala juu, wala vikario vizuri hakuna. Lakini walimu tunafanya bidii watoto wajue kusoma Qur'an. Pamoja na hali halisi ambayo tunakutana nayo, hatusimami kusomesha Qur'an, hatusimami kuhifadhisha watoto, kwa sababu na sisi tunapata baraka hizo. Kwa hiyo tunatoa wito kwa watu ambao wana uwezo waiangalie hii madrasa. Akisema ataleta sadaka mahali hapa atakuwa amepatia,
Lakini kama atatoa sadaka ataipeleka mahala pasipohusika atakuwa hajapatia. Hawezi kupata pepo ya Mungu, ila pepo ya Mungu ipo huko kwa maskini. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwenye madrasa yetu ambayo inaitwa Madrasa Tawfiki, ipo hapa Mtoni kwa Azizi Ali. Mtoni kwa Azizi Ali, kona kabisa kwa Azizi Ali. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wadau, inshallah karibuni. Shukran Ustaz. Haya, asante sana. Na mpenzi mtazamaji wa Sambawi TV, kama ambavyo umemsikia almudiru wa madrasa hii ya Tadhkira Madrasa, ameweza kuongea mengi zaidi na pia ameweza kugusia ni yupi ambaye anapaswa kufuturishwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ulikuwa nami Omar Shehoza nikikuongozea interview hii fupi. Twende moja kwa moja tukashuhudie namna ambavyo watoto wanasoma vile ambavyo walivyofundishwa darasani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Before starting with Eva, I would like to say, our God orders that God send for us. For instance, careless about us. Send their God recognition or rewards, which will give us daily. May His peace and blessing be upon His messenger, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secondly, my loved parents, especially my mom, for looking me since I was zero. At this time I'm here. If doing anything, actual, no compare to my mom. Last my whole teachers, on top on them, who taught me Quran. May God bless him and you. May complete for taking your time. I would like to say, oh Allah, pray for our teachers of Tawfik Madrasa, they pledge. May your blessing now be upon him for father's name. And at all time, a master and protector and God, until the residence peaceful on your ears. Let enjoy for a long time. Ismi, jina langu Rashad Abubakar, mtoto wa Abubakar. Wakaftu radaikum, nimesimama hapa mbele yenu. Wal aradhul asma min ukufina, na lengo kuu la kusimama hapa mbele yenu. Wal aradhul asma Uridu an ukaddima ilaikum liyawma, na kusudieni leo hii kuwasomeeni somo la hadithi. Ana Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, toka kwa Abu Musa radhi za Mwenyezi Mungu juu yake, anasema Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'addul Quran, iheshimieni sana Quran. Fawalladhi nafsi biyadihi, na hapa yule aliyemiliki nafsi yangu, la huwa ashaddu tafasina minal ibli fi ukliha, kwa kuwa Qur'ani huondoka laka kuliko ngamia fungua kamba. Hadithi imepokelewa na Imamu Tirmidhi. Wabillahi tawfiq. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isiwe uongo wa kweli, shauriki sitofuatilia, lakini Mungu abariki atakufikishia. Tunasema sabukuri, tutafanya kanisa, tutakufundisha wala hautasahau. Takbir. Thanks cares about us. Thanks dear God, we can mention only what which you give us daily. And may His peace and blessing be upon His message, our Prophet Muhammad. Secondly, my loving parents, especially my mom, for looking me since I was zero. Up this time I'm hero of doing anything. Actual, no compare to my mom. Ismi, jina langu Amina bint Ahmad, mtoto wa Ahmad. Wakaftu ladaikum, nimesimama hapa mbele yenu. Wal gharadul asma min ukufina, na lengo kuu la kusimama hapa mbele yenu. Uridu al-mukaddima ilaikum liyawma, na kukusudieni hii leo kuwasomea somo la hadithi. Ana Aisha radhiyallahu anha, imepokelewa hadithi kutoka kwa mama Aisha, Mwenyezi Mungu amridhie,
qalat, amesema qira'atul Qur'an fi salat, kusoma Qur'ani ndani ya sala, fil afdalu min al-qira'atil Qur'an fil khayri salat, kuliko kuna ubora kusoma Qur'ani kuliko kusoma Qur'ani nje ya swala. Wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before starting whichever, I would like to say our good always does good things for us. For instance, cares about us. Thanks they are good, you can't mention all rewards, which you give us daily. May his peace and blessing be upon his messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secondly, I loved my parents, especially to my mom, for looking me since I was 0. This time I'm hero of doing anything actual, no compared to my mom. Ismi, jina langu Muhammad Hassan, mtoto wa Hassan. Wakaftu ladaikum, nimesimama hapa mbele yenu. Wal aradhul asma bin muqufina, na lengo kuu la kusimama hapa mbele yenu. Uridu an mukaddima ilaykum al-yawma, na kusudieni hii leo kwa someeni bora kwa kidhaa Islamu haja zao. An-Nabi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Huraira radha Mwenyezi Mungu juu yake, qal, amesema An-Nabi sallallahu alayhi wasallam, amesema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbi dunya, na mwenye kumfariji muumini katika dhiki zake miongoni mwa dhiki za dunia, nafasa Allahu an qurbatan min qurbi yawmil qiyama, na Allah atamfariji na kumondoshia dhiki miongoni mwa dhiki za siku ya kiyama. Wa man satara al-musliman, na mwenye kumstiri muislamu wenzake, satara Allahu fil dunya wal akhir, Mwenyezi Mungu atamstiri duniani na akhera. Amepokea rawahu Muslim. Wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Before starting whichever, I would like to say our God always does good things for us. For instance, cares about us. Thanks dear God, we can mention only what which you give us daily. And may his peace and blessing be upon his messenger, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismi, jina langu Rehema Alhaji, mtoto wa Alhaji. Waqaftu ladaikum, nimesimama hapa mbele. Wal aradul asma min kufina, na lengo kuu la kusimama hapa mbele yenu. Someni somo la hadithi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nala walau bishiqqi tamrat, jiepusheni na moto japokuwa kwa kutoa kipande cha tende. Muttafaqun alayhi. Wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.